Imani za watu wengi wa kizazi cha sasa, chuo sio mahala sahihi kupata mpenzi. Chuo, nenda ukiwa unaijua dunia ukakutane na walimwengu. Ukitoa elimu, changamoto na mabadiliko ya kimwili na kiakili ni makubwa sana. Ni ngumu kuweka msimamo. Hilo limekuwa tofauti kwa wanamuziki wa kizazi kipya ambao kwa sasa ni wanandoa kwa takriban miaka 3. William Nicholas Limo, maarufu kama Billnass, alianza kujijenga kimuziki mwaka 2014 alipoachia wimbo wake wa Raha pamoja na Faustina Charles Mfinanga anayejulikana zaidi kwa jina la Nandy, nembo ya wasanii wa kike Tanzania. Nguvu ya maandalizi ya simulizi hizi za mapenzi zinatokana na mchango wako, na kuomba usubscribe chaneli hii mpya ili kuikuza. Mahusiano ya Billnass na Nandy yalianza kipindi cha kati ya mwaka 2016-2017 wakiwa kama marafiki walipokutana chuoni CBE Dar es Salaam. Kwa mujibu wa Billnass mwenyewe, Nandy alikuwa kimya sana kwa muda mrefu mpaka siku moja alipokuwa njiani kutokea kwenye tamasha la kimuziki la Tekno ambalo limefanyika Nigeria, akaona text imejibiwa. Billnass alishuka DM baada ya kuona nafasi ya Nandy kwenye ushindani wa kimuziki wa tamasha la Tekno. Ukaribu ukaanza kujengeka zaidi baada ya DM. Zikaja video za kudansi, Nandy akiucheza wimbo wa Billnass. Kwa mwanaume huwa ni kitu rahisi sana kumtokea mwanamke mrembo zaidi duniani, ila ni kinyume chake kumtokea mwanamke aliyeugonga moyo wako. Nandy amewahi kuthibitisha kwenye moja ya mahojiano yake kuwa Billy alikuwa mwingi wa aibu, ila kiukweli wanaume tunafahamu ugumu wa kumtokea crush wako. Ni mtu mmoja mwenye aibu sana, hawezi straight kukwambia nakupenda. Fursa hutokea na nafasi hujongea. Kama kweli unania, basi jambo utaliendea. Hii ni falsafa ambayo Billnass aliitumia vizuri ilipokuja wakati wakiwa wanafanya interview ambayo kwa bahati mbaya Nandy hakutokea. Msanii Mira akampigia simu Nandy kujua sababu, na hapo ndipo akatumia nafasi ya kuongea na Nandy kisha kuchukua namba yake. Yupo rafiki yangu ambaye aliwahi kumpondea mwanamke kutokana na muonekano wake wa mavazi. Mbaya zaidi, alikuwa anamkandia mbele ya marafiki zake maskani bila kujua kuwa usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Jamaa alikuwa anampondea mkewe mbele ya masela zake. Yawezekana huu mfano sio mahala pake kwenye simulizi hii ya mapenzi kati ya Billnass na Nandy. Ninachotaka kuwasilisha kwako ni kwamba kila kikubwa au kidogo basi jua kina sababu. Wakati Billnass anatafuta mwanya kwa Nandy, bado alikuwa na mahusiano mengine ambayo Nandy alikuwa anayafahamu kupitia picha za machapisho ya Snapchat. Acha nikusaidie kuunganisha doti. Rafiki yangu alikaa maskani kumponda mwanamke ambaye baadaye akawa mkewe, sababu kiuhalisia binadamu akipita akiwa anapendeza kila siku kinakuwa ni kitu cha kawaida, ila akipita amevaa tofauti na jamii ilivyozoea anakarilika, pia kinakuwa kivutio, aidha kizuri ama kibaya. Labda ilihitajika sababu ya kumweka mawazoni mara kwa mara, ndio maana Mungu akamsogezea sababu ya kuvaa tofauti na watu wengine, kwa sababu baada ya tukio hilo jamaa alitumia engo hizo kumbadilisha mwanamke na ikamwaminisha kuwa mwanamke ni msikivu. Sasa hii kwa Billnass ilikuwa hivi: mahusiano yake na mwanamke ambaye alikuwa anapenda kuchapisha machapisho kwa Snapchat yakawa kivutio kwa Nandy na kumsogeza kwa karibu zaidi. Fiesta ambayo ilifanyika Mbeya na Sumbawanga ikawa mwanzo mpya kwa Billnass na Nandy. Wakati wa mapumziko hotelini, Billnass akatumia mwanya huo kumpigia Nandy simu kwa simu za hoteli ili apate fursa ya kuzungumza naye, na moja ya topic ilikuwa vipi, mbona sioni tena machapisho ya Snapchat ya mtoto mzuri? Na hapo ndipo Billnass akapata mwanya, maana kwa mujibu wa Billnass mwenyewe akahurumiwa. Mioyo ikatapika, hisia zikavutika, huruma ikajongea kuleta usikivu. Wakati mapenzi yanaibuka, faraja ikasogeza vicheko, muda bila hiana ukasogeza utambulisho, usiku ukawa mfupi sana. Dunia tunayoishi hakuna kitu rahisi kabisa, kupata au kukosa kunakuja na ushindani. Hata hadithi ya uhusiano wa Nandy na Billnass alikuwepo mshiriki ambaye jina limehifadhiwa, naye alikuwa kwenye mbio za kumtaka Nandy. Mwamba kutokana na mbinu na mpango mkakati wake, Nandy akawa amevuka kiwango cha uwekezaji. Jamaa akaamua kujivua. Billnass ikawa nafasi nzuri zaidi kwake, maana ushawishi wa kumpata bibie ukawa na nguvu zaidi. Changamoto ni sehemu ya maisha. Wahenga wanasema upendo wa kweli unahitaji uvumilivu. Hilo limemkuta Nandy baada ya kuingia kwenye
mahusiano na Bilnasi, X akataka kurudi tena. Kwa mara nyingine akawa na nguvu zaidi. Uhusiano wa zamani huvunja mahusiano mapya. Nandy kwa hekima kubwa na imani juu ya usahihi wa hisia zake akamruhusu Bilnasi kurudiana na mwanamke wake wa zamani, huku akitoa muda wa kujua chaguo lake. Usikie tu kwa mwenzio kuwa mchepuko ni mtihani. Makasiriko yanakuwa familia, hasa simu ya mpenzi mwenza inapoita na kupokelewa, huku ukiwa unajua sauti ya anayezungumza ni mwana mahusiano mwenzio. Kipindi kikawa kigumu kwa Nandy, lakini akafanikiwa kuvuka kwa ushindi, maana Bilnasi alizidi kuthamini upendo wa Nandy na kumchagua yeye. Mapenzi ni umbo zuri la maumivu, mfano wa kiwembe kugusa ngozi ya vidole, kuondoa nywele, kubakisha ngozi sehemu husika. Ni kitu cha kawaida mno, lakini inataka ujasiri na umakini kuruhusu ncha kali kugusa mwili kwa matumaini ya kubaki msafi, tena ikutengenezee muonekano mzuri. Mawimbi ya changamoto yakazidi na kuitingisha meli ya upendo, ikawabidi watengane. Muunganiko wao haukuwa wa kawaida. Muunganiko wao ni andiko la safari ya familia. Licha ya kuwa wametengana, kila mmoja akaingia kwenye mahusiano mengine. Haikutosha kuondoa mawazo, haikutosha kufumba midomo wanapokutana, japokuwa walijaribu hilo mara kwa mara. Ipo siku ambayo bahati ilikuwa upande wao, wakaishia kukutana kwenye ndege na kukaa siti moja. Licha ya kutozungumza mengi kutokana na kuachana kwao, nina hakika kumbukumbu hazikuacha kuzungumza kwenye vichwa vyao. Kama sio kumbukumbu ya jumbe zao wakati wanatumiana kwenye kila mtandao wa kijamii kwa wakati mmoja, basi bila shaka walikumbuka safari walizosafiri kwenye maonyesho pamoja, au nyakati walizokuwa wakijifunza, kushauriana, kurumbana, au hata michezo waliocheza wakiwa pamoja. Hivyo tunakimbizana, saa nyingine magari tunaamua tu kufanya fun racing nini. Vingi yani tuko nafanya it's fun, ambao vitu vingine waweza kufanya. Bilnasi na Nandy waliamini uhusiano wao umefika mwisho. Zikatokea nyakati chache ambazo ilibidi kuwasiliana kutokana na kufanya kazi pamoja. Mahusiano ya Nandy yalivuka kiwango cha kawaida na kupelekea kukaribia kufunga ndoa. Wakati Nandy akiwa kwenye mahusiano na Ruge, mapya yakaibuka. Wote wakiwa hawana walijualo, picha za utupu zikavuja. Watu wengi wenye imani wanasema kuwa Mungu akitaka kukupa hakuandikii barua. Licha ya ugumu wa nyakati za kudhalilisha kwa Nandy, jina lake likigeuka kichekesho mitandaoni, pia ndio ulikuwa wakati ambao ukaribu wake na Bilnasi ukarejea. Upepo wa changamoto ulipopita, urafiki ukakaribishwa. Kwa pamoja nyimbo zikaimbika, zikionyesha hisia ambazo zimekufa bila ya kuzikwa. Taarifa zikasambaa kuwa ndoa ya Nandy ipo karibu. Mashabiki wakagawana pande kutoa madukuduku yao. Waliokuwa na matumaini wakalalamika sana. Wakati huo taarifa hazikuwa rasmi. Unapopanga mipango yako siku zote, tambua kuwa yupo mpangaji wa kila kitu, hivyo usisahau maombi. Labda Nandy aliombea ndoa yake ikawa ya furaha sana, wakati ambao kazi yake Mola huwa haina makosa. Tasnia ya muziki ikapoteza kiungo muhimu sana. Nandy akapoteza yule muhibu kabisa. Daktari wa maumivu ni muda. Muda ukapita, majeraha yakapona. Taratibu nguvu ikawa inaimarika. Mapambano yakaongezeka kwenye kazi, kila mmoja kwa nafasi yake akafanya awezalo kutanua wigo wake wa kimuziki. Kichwani kabaki fikra kuwa sisi ni marafiki tu. Hapo ndipo ikaibuka nguvu ya mashabiki. Kwenye moja ya mahojiano, Bilnasi akiwa pamoja na Nandy walisikika wakisema kuwa nguvu ya mashabiki ilikuwa kubwa kiasi kwamba wakajadili kufikiria kama kweli inawezekana kurudiana, na majibu yalitoka kiume sana. Ikitokea tukarudiana, basi ni ndoa, sio tena kawaida, maana kila mmoja anajua good and bad side ya mwenzie. Siku zote kauli zinaumba, na kuna muda mwingine akili haifanyi kazi, unabaki moyo kutenda. Licha ya changamoto zote walizopitia, mabadiliko ya kiakili na kimwili kila kukicha, lakini bado kupitia kazi zao za kimuziki wakaendelea kuwa karibu mpaka mwaka 2020 walipoamua kuchumbiana mbele ya hadhara kwenye moja ya onyesho lao la pamoja. Najua upande wako mbaya, najua upande wako mzuri. Huu mwanzo mpya wa mahusiano yao ukachukua sura mpya kabisa, japo kwa changamoto za hapa na pale. Muda sahihi ukawadia mwaka 2022, wakafunga ndoa ya kimila kifamilia kwa tetesi ya mahari kuwa ni milioni
nyekundu. Wakati huo Nandy akiwa tayari anajiandaa kumkaribisha mtoto wao wa kwanza pamoja. Ndoa ilifanyika KKT Mbezi, Dar es Salaam. Kurasa mpya kuelekea kwenye maisha yao zikafunguliwa. Baraka zikigonga hodi mwezi Agosti, wakamtambulisha mtoto wao wa kwanza Naya Billy. Baraka zikazidi kujongea zaidi kwa Nandy na lebo yake ya The African Princess, wakati kwa Billnass akaanzisha biashara za kielektroniki kwa brandi yake ya Nenga. Jina Billnass na Nandy sio majina ya wanandoa tu, bali ni nembo ya vijana ambao wamevuja jasho kupalilia mti familia, wakamwaga machozi kuosha aibu ambayo jamii haitakaa kusahau. Licha ya maumivu, vikwazo na changamoto, wakachagua kusafisha pale walipokosea kwa kutengeneza umoja wa familia yenye motisha. Ni kuombe tu usiache kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa zaidi. Uwepo wako ndio juhudi zangu.